Cable TV, beyond the real. You've probably heard this. Hi, good evening. How are you guys? We are here. This is a new show. My name is Shiro Joyce and I am not alone. Tumekuja na kadem kasupu, kadem karembo, kadem malisafi. Mama, salimia watu. Thank you, menisifu sana. Hello guys, my name is Grace Oyego. Welcome to our show. It's our first time in the show, the Battalion. Yes, the Battalion. Yeah, that is our name. The not the Battalion. You see, The Battalion. The Battalion is our name, and we are here to speak to you guys. And this is a new show. We welcome you so much, and we believe that with you we are going together. So, how have you been? I've been good. Weekend ilikuwa mzuri. Yeah, thank God. Hata starting another week. Okay, hata mimi nilikuwa poa. Na I knew that today we are coming here na ndio tuongee na watu wetu. So ni baraka. So uko tayari sana? Hata mimi niko tayari sana. Na ili we must tukienda pamoja tukiongea ukweli, hawa watu wetu wanasaidika. So what is the topic today? Ambia watu. So guys, so today we are going to talk about something. It's about life, about us. Yes. Yeah. Happy, everything. So there's this time when I was in high school, I used to hear people conversation, ati, I have a boyfriend. So ukiwa tu hapo wewe ni you don't know anything, umetoka primary, you're joining high school, you understand anything, you're like, oh, this boyfriend thing, what does it say about? So unasikia mara, I have a boyfriend, I sleep with my boyfriend, uko like, I thought sex is after marriage. We are waiting for marriage. So I was like, okay, ni sawa basi. So today's topic is about relationship and sex. Wow. So do you think being a youth is the right time to have sex or relate until marriage? Wow. Yeah. What a good show we have today. So leo tunaongelelea about relationship and sex. That is what we are speaking about today. So hiyo time ulikuwa high school. Venye sasa kulienda unajua ukiingia high school you don't know anything. Ni wewe umekuja kusoma. Then you meet new people, you're like, oh, unasikiza stories zao, you're like, okay, pia mimi nataka ku experience vitu kama hizi. So you're like, okay, nikirudi home nitatafuta boyfriend. I need a boyfriend. Wow. Yeah. Sure. For sure mtu huwa anasikia like, guy, kwa nini mimi am left behind? Yeah. I remember myself. Myself when I was in high school, nilikuwa so much into CU. Ile sasa, watu wakienda nje huko. Mimi sasa I was, and they can come here and say that mimi I was that person mwenye hizo vitu hapana. Yes, I was so much into church, so much into the CU person. So sasa watu si wanaenda nini? Wanaenda mafunkies, wanaenda ma games. Mimi ungeniitisha namba yangu sister. Tutaambia na vibaya. Like me I'm born again and mambo ya boyfriend hapana until you finish school. Sasa vile nilikuwa najiuliza, kai, kwa nini mimi nakuanga na kasorama ni nini? Lakini sasa back tukienda kwa church tunaambiwa, guys, you must wait until muoane. Lakini kitu sikuwa najiuliza, ikuoana, kwani nitotoa wapi mtu wa kunioa bana? Kama utafuti. Kama si kutafuta, natafutwa sisikii. Najifanya hapo like, okay. Najifanya hapo like, aya. But sasa tunataka kuambia our youth the right time ya kukua in a relationship and the right time sex. For sex. We are not encouraging hawa watu wadogo tena pia. Kila Okay, according to you sasa venye wewe regrow ulikuwa unajua aje? I knew like, okay, sex ni after marriage. Unajua alafu ukizaliwa kwa humble background inabidi unatulia then mpaka umalize shule. Unajua like, by the way I need a boyfriend hapa. Mwili inakuitisha. You feel like, I need to try this thing.
Yeah, we also need to know vitu zenye zinakwanga what are you supposed to do when you are in a relationship, as in mkiwa wa young. Yeah. Young age, it's now like, you see, it's simnaona kani kadem manze, kadem. Na mimi sasa mama yao niko hapa. Like now, hii sasa age, because now kuna ile age unaweza ambiwa, unaweza eka mipaka. Na kuna age nyingine utaambiwa na wewe, hata kama utajiangalia, sasa now you are mature pa wewe sasa wewe sasa umetoka hiyo nini. So what tukiangalia hivi, as in we are trying to speak to our youth, because now we believe that nowadays kuna vitu mingi sana hatuelewi. Not even nowadays. Sai mali country inaelekea. This generation hapana. You can't tell me you can be in a relationship. Yes. Then you have to give that person sex. Lazima mkulane vizuri. Ati nini? You can't. How can you tell? Unawezaje ambia partner wako, mtu wako ati, oh siji, let's wait till marriage. Oh I want. We utachezwa. Utaachwa? Utaachwa. Manze, Kanairo ni kubaya. Na siku hizi by the hata si Kanairo peke yake. Nasikia hadi huku ushago mambo zimeharibika sana. Unaona venye tunaandikiwa ati like no alcohol and don't give alcohol. Don't drink and drive. No. Don't give alcohol under the age of 18. Yes. Sasa unajua ukisikia 18 and above, hizi vitu lazima. But manze, yani mnasema siku hizi ni lazima hizi vitu tucheze hivyo. Lazima tufanye kila kitu. It's a must. Si nilikuwa nafikiria bado tuko pale kwa ati sasa we must wait mpaka tufikishe tumalize shule, tuende sasa tukaoane ndio tuendeleze. Me I thought inafaa kwa hivyo. No, me I can't wait. You can't wait. Tunaenda tukienda. Unajua tumeandikwa kwa Bible, check, you will kiss many dogs before you reach to the destination. Sasa inabidi hizi vitu zingine unapitia slowly by slowly. Yeah. So like sasa mahali tuko sahi na venye unajua sasa wewe uko pale kwa youth sex is healthy. It's healthy. Yeah. But still I thought iko bado unhealthy in a way. Why? Unajua kitu moja ya sex ni ati you can sema ati iko so healthy then upatane na vitu zingine na ndio maana unaona siku hizi manze, kama sijui ni juzi ama ni siku gani nilipatana na kadem akikadogo. Kakona mtoi nikashangaa, Jehova. What should we do? As in what should we do hizi vitu ziache? Cause sasa mkianza tena kutumia family plannings mkitoshana hivi, si unaona vitu zenye zina happen. As in watu wako like 16, 17, 18 na siku hizi sex inaanza hadi na 12. Hadi 10 ukicheza. For the men inaanza with 6 years. Unashanga huyu mtu 6 surely. But sasa kitu yenye tunasema ni ati you know, wewe kulingana na vile unaona vinye vitu zinaenda, tuseme ulikuwa umesema mnafanya nini? Haitoki hata kwa mdogo bana. Kukulana. Guys, lazima. Okay, you can't tell a parent that nimalize unaenda kufanya those stuffs. But in a real sense, atajua tu kuna vitu unafanyanga. Na sasa kwani wazazi siku hizi? Unajua siku zetu nilikuwa naona, by the siku zetu kulikuanga kunoma. Jamaa angekuja hivi kuchokoza aonekane na brother yako. Kwanza mimi nakumbuka brother yangu anaitwa Jose. Najua labda mahali yako anatuangalia. Sasa mimi nilikuwa mkubwa tu, nilikuanga form 3. Sasa hizo si mimi ni mtu mkubwa. Hiyo nilikuwa mtu mkubwa. Jamaa akakuja akakaa huko, kulikuwa na mlima, akakaa pale juu. Ndizo hizo akaanza, ndizo hizo akazichapa. Sasa ni mimi ananiita. Nakwambia brother yangu alibahatika kidogo hivi akaona huyo jamaa. Sister vita yenye huyo jamaa alichapwa. Na mimi hata hakuniambia. Then sasa after nimemaliza shule, sasa nimekuwa mtu mkubwa, ndio aliniambia, manze nilikuwa nakupenda. Lakini vita nilionyeshwa na brother yako singewezana.
So siku hizi watu wanapatana kwa club. I'm meeting you for the first time, then all of a sudden nimeenda kwako. Yeah. Then tunajipata tumekulana, we have done all stuffs. I don't know you, you don't know me. Yani tumepatana tu hapo majina. You see? Tunapata tumefanya stuffs. Sasa ni like okay, hapo nawasikia pregnancies zinaingia nini. Yes, all sure. Sasa but sex is a must. Let's say it's a must. Okay, ebusi, what of the nilikuwa naona in those days hizo siku za kitambo, kama yes watu bado walikuwa wana practice sex but ni after kusumbuana sana. Yeah. Siku hizi kuna mtu unapata mlipatana leo na msha move on. Like mmepatana na mtu leo na mshaenda kwake. Hiyo ndio kitu siku hizi iko. Watu wako hivyo siku hizi. But sasa surely ile kwani ilienda wapi ile test ya test ya unajua ulikuwa unasikia jamaa na kukatia kwa mtu mrefu God fearing lakini hawa ndio wako. Tulikuwa tunasema tall, dark and handsome. Unageuza unapata short sleeve and personal. Ulikuwa wagani? Mimi ama tu mwenye atakuja akuje. Unajipata unasema tu mmoja atakuja akuje cause utashinda ukichagua. Utapata mtu tall, dark and handsome. Hapo tall, dark and handsome ni koma na bana. Uko like tunataka hata smoking ni kubwa ni kubwa toshei hapo. You see? Sasa inabidi tu you flow. Una flow inabidi hivyo. Okay. Yeah. For sure squeezy. Ni kubad. Alafu nasikia squeezy mnataka wenye wame wenye wameunga kiasi. But how squeezy nasikia ngao wenye wameunga like uko chini. In short what I want to ni kwamba relationships zinafaa siku hizi zinaanza tunataka kusema siku hizi kupatana kukwati uko na boyfriend that's not an issue. Unaweza peleka boy kwa mama yako uende tu na yeye hivi. Siku hizi nasikia ati nisi yangu nikasichana tu hivi. By the way mimi si msichana mdogo hivi. Usi mdogo. Usi mdogo. Kumbe unajua wasione hapa kadem si ndio? So ukisikia nis jua ni nis. Anakuja ananiambia auntie bana boyfriend yangu amefanya hivi ati sasa hiyo kitu imemstress lakini ananiambia in those days kitambo ungesikia vitu kama hizo lakini siku hizi nakwambia inabidi unasikia hadi ukienda unaambia mamako hey mom I have someone ile tu uwezi kuwa open up mwambie mom huyu mtu kuna venye we usually have sex tunakulana hivyo utaambiwa disrespect. Lakini pia mimi naona ni muhimu kulingana na maoni yangu before to get into this relationship tukue so careful kwa sababu kuna vitu hautaweza kuconcentrate nazo. Yes. Like kama unasoma unaweza kuwa into a relationship yes lakini si sasa ukitaka kuachwa si uachwe. Si kwanza usome bana. Nini? Usome akikuacha si utapata mwingine ukimaliza shule. High school nisikuwe na boyfriend. Ukikuwa college. Nikiingia university or college nisikuwa na boyfriend ngoja nimalize. Okay, hauambiwi hata usipate boyfriend. Yes ni sawa akue mimi kulingana na mimi. Azin kulingana na venye mimi naona ni sawa pata boyfriend lakini hizi vitu za kufanya venye unasema mnafanyanga si ziache kwanza azin to try ni tricky. Hapana sidhani ni trick. Kulingana na mimi naona kama hiyo kitu inaweza kuwezekana. Kwa sababu unaona sahi tukisema ni hivyo kitu ya kwanza mademu watatumia madawa sana. Yeah. Like mtatumia madawa juu hautaki tena upate balls sijui nini makaswende unasikia umegonjeka. Unacheki yeah. As much as that mnataka ku have sex before marriage or mnataka ku have sex mkiwa kwa relationship manze si before umalize hiyo kole utakuwa umekuliwa. Nasikia siku hizi mnasema ati mali safi iende chain mali safi jipe. Si unaona mali safi jipe tena unamsikia kwa sababu wenye tunaelekea okay I can't wait ati ningoje hizi vitu zote ndio okay for someone mwenye ameanza sex it's hard kuacha. You know it's hard, very hard.
But someone mwenye amejimaintain, wale walikuanga wasiu, wale wenye tunaambiwa sikuwe kama nani, sikuwe kama nani. Au tunasema it's good. But acha niwaambie kitu moja my dear. Unaona hadi hao wenye wamejimaintain, kuna bado challenges watapatana nazo. Yeah. Hawataweza kuziepukana nazo. But what I would say, kama mimi ningeulizwa like kama mimi sasa msimamo wenye naweza simama hivyo niseme naweza ona like tuachane na hizi vitu za sex. Like date ni sawa. And by the way, unataka kuachwa? Hakuna mtu anaweza taka kuachwa, but obvious hata ukiachwa kesho utapata mwingine. What if your partner hataki ati kukua in a relationship yenye ina sex? What will you do? But unaweza pia ongea na yeye umuonyeshe like wanaume surely cheki. Unaweza mwambia sweetheart ni sawa, we love each other. Lakini sasa tukihave hizi ma sex bana, si tutapata mtoi, vitu kama hizo. Juu na wewe tena ukitumia madawa, unajua wasichana kitu yenye wanasahau siku hizi, hizi madawa zenye like wanatumia, wao ndio wanakuwa affected. Jamaa hakuna kitu inamuaffect. Utajipata like umeingia kwa relationship. Yes, ni sawa. Umeambiwa mimi lazima unipe. Unaona huyu atanitoka aje? Na ni tall dark and handsome. Anaka kama producer wetu. Na manager. Manager. Like you can't want to lose that person. Utaki kulose huyo mtu. Lakini tena hebu try to think. Sawa, nitakosa kumpoteza, lakini nisipompoteza ni nini ingine nitapoteza? Like mimi naona kuna ngori pia unaweza. Sasa hapo inatakanga wale wanaume. Unajua sex inaweza taka watu wako na PhD. Watu wako na PhD, watu wenye by the way watu wanafaa kusoma story na sex. Kwa sababu there's some people who use withdrawal as their protection. Cheki, unaona ati withdraw. Kuna watu wanatumia withdrawal. Some of them hata ina work. Nakomenda kama mtu wako na PhD. Yaani wewe ushajua withdraw. Sasa ni nini? Sasa okay. Yes, tunaweza kwa tunatumia withdrawal. Kuna mtu anatumia pills. Hiyo withdrawal ndio gani? So, okay, withdrawal ni ile like the guy akifeel ile anataka kwenda kuerect ana split nje. Okay, madam. Ile kumwaga maji ya mbosho nje. Unasikia unamwaga maji ya mbosho ukichemsha githeri. Hivyo sasa. So, ndio maana nakwambia kama mtu wako na PhD. Because without that, but unajua pia but this man anakuja na kwambia I'll use withdrawal. Sijui what. After kukaka unasikia niliingililiwa na shetani. I don't know what happened. Sijui nilipata imeshaingia. If you can't, acha ikae. Usijifanye hapo commando na you can't. Lakini sasa na nyinyi pia siku hizi si mna abort tu. Unaweza use. Siku hizi mademo washakuwa hivyo. Baadaye kuna mademo anaweza kufanya hivyo. But inataka tu communication. You communicate with the guy and agree. So, like yes. But sasa watu ni different. Kila mtu ako na chuma yake different. Kuna mtu anataka huge. Wiki tunaweza ni anataka slender. People are different. Sasa niulize. What if muambiane like sawa tuta withdraw. Alafu ashinda na hiyo. Sasa hiyo yenye tunasema anza kusema nikashetani kalimpata. Na wewe utasema ikikuja simekuja. Utafanya nini? Si unaona sasa vitu zenye tunaziingiza. Ama unasikia ulienda na mtu amjuani, one night stand. Kaswende inaingia. Hebu tuambie about that. Hiyo ni gani? One night stand sasa ndio. One night stand is mali unaenda unapata na mtu leo. Nikasa ili pata na producer. Mwambie okay, you are cute, you are beautiful, sijui isikuwe kuna message nataka kudeliver. Then nasikia all of a sudden producer mali umekulana. Nasikia like kaswende imeingia. Na labda mko wengi kwa picture. So you don't know who is there. You see? Inabidi check out these things are real. Isikuwe kuna nini unataka isikuwe isikuwe kuna message unataka kunini kudeliver na hatujui. Sumeelewa?
So ina bid. Na sasa nikuulize aje, what if muende sasa na producer? Huyo jamaa unaona wewe, ninakuona. Wewe producer mwana chunga sana. Chunga brother. So nikuulize aje. What if, okay, I'm not interviewing you, but let's try to speak tuongee, ndio tuone vile we can help each other, kwa sababu we are here to help our youth, and even us, we also need them to help us. Like, we are here as youths, we help each other. What if sasa muambiane na producer, now ni sawa, tumependana, mimi ni dem, we ni boy, sawa, hatuoani, muambiane sasa tuta withdraw, ashindwe na ku withdraw. Ashindwe. Ebu to try kuangalia advantage. Ukumbuke kuna advantage ya withdraw na kuna disadvantage. Don't forget that. Kulingana venye unaona inaonekana unajua hizi vitu. Okay. Ushaeleza. Ebu kwanza tuambie acha kuruka usistay. Sisi kwanga na advantage na disadvantage. Kama venye kunaweza kuwa na advantage ya kutumia family planning na disadvantage. So advantage. Ngojea, shikilia hapa, nishike kama mkono. Nikuulize kaswali. Na usitudanganye, wewe withdrawiwa. Sitadanganya ukweli wala. We use withdrawal. So unawaambia kwamba kuna advantage na disadvantage. So advantages ndio kama like sasa anaweza kuwa hajatosheka ama akiwithdraw pia atakuwa okay, atakuwa ametosheka. Just how you are training with these things like itabidi okay, advantage atatosheka, yes, but it's hard. No maana kwa mimi nataka mtu amesomea PhD. Okay, so before tuendelee, wacha tukirudi tutakuja sasa kujua hizi vitu deep kupenya ndani deep tupenye pamoja na wewe. So we are so happy kwa sababu tunajua mko pamoja na sisi. Kukuja na ili tusaidiane. We need to help each other because it's only with you guys that tunaweza penya vizuri. So situpatane after 2 to 5 minutes. We will be right back after the break. Yes. Every champion has felt it. Every king has felt it. Every winner has felt it. Every soldier has felt it. Every victorious person has felt it. The urge to quit. See, in your life, everybody has a turn back moment. You have a moment where you could go forward or you can give up. But the thing you have to keep in mind before you give up is that if you give up, the guarantee is it will never happen. No way under the sun. The only way the possibility remains that it can happen is if you never give up no matter what. Don't you give up on your dream. I don't care if you don't have the money, and you don't have the help, and you don't have the background for it, and you don't have the friends for it. Don't you give up on your dream. Don't you do it. Don't you do it. Don't you do it. It may take you twice as long. You may have to take courses and classes. You might not read as fast. You might not move as quick. You might not have as much. But don't you quit. A person's character is not judged when they ride the wave of success, when everyone chants their name and you want to be their friend. No, your character is put to the test when your back is against the wall. I want the guy who struggled. I want the guy that failed and could still get back up again. Your problem is your pain has identified you. Your pain has wakened you. And some of you, as long as it's a perfect day, you operate in excellence. But as soon as the circumstances change, you quit, you give up. So what makes E.T. different than everybody else? Every year I just kept going. And I kept going. And I kept going. And I kept saying one day gonna be my day. But you know what I'm not gonna do? I'm not gonna quit in the process. I'm not gonna give up. I'm not gonna give in. What you gonna do? What you gonna do in these days of darkness? What you gonna create?
You gonna sit there and whine and cry, or you gonna use the creative powers, the creative juice your God gave you? Don't expect people to understand you. Don't expect it to make sense to anybody why you've got to do this, why you have got to go, why you leave. This is a good job. I'm going. They pay you well. I'm going. Why? I don't understand. You don't have to. I'm going for me because I've made a different kind of commitment with my life. This is something I have got to do. It's not what they say about you that matters. It is what you say about you that threatens your destiny. You will never be defeated by what they say about you. You will be defeated by what you say about you. They say, what are you doing, man? You're out of your mind. I don't understand what you're doing all this for. You know, it doesn't make any sense. But the person inside believes it. What they say. I don't care what they think. I understand the course I believe in. Stay the course. Give yourself a reason to wake up. Stay the course. Give yourself a reason to get dressed. No matter how impossible your situation may seem, stay on course. I guarantee you cannot pass it if you quit. I guarantee you're gonna fail, but you don't know what's gonna happen if you keep going. Will you stay the course? Before life is over, you got to go through everything. You gotta speak to yourself. You gotta stand up or life will tear you down. You gotta make up in your mind. It's tougher than I thought it was gonna be, and it hurts more than I expected, but I'm gonna keep on hopping till I cross the line. This is what you do. You are built for this. You would just believe that your day coming, that the sacrifices you are making today, they gonna pay off. But if you do not believe, it ain't gonna happen. Cable TV, beyond the real. Oh yes, so karibuni tena, tumerudi na ili tuendelee na hii story. Hii story nashika. Unaisikiaje? Iko sawa. So, before tuendelee, nisome message iko hapa. Okay. Nakwambia. Watu tu wako tu sawa. So nawaona na tuko sawa. So naona Gashao Wodhaya anasema sex before marriage is a sin. True love waits. That is in the Bible, Hebrews chapter 13 verse 4. Consider sex outside of marriage to be immoral. Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterers. Umesikia sasa? Yeah, it's sex true. Before marriage is a sin. But it's like a nairo. Okay, I'm not supporting that we should have sex. Okay, si support, but okay, sio wewe, not necessarily. Yeah, watu huku. Yeah, venye life ya huku nje iko. Yeah. Watu venye wanasema evangelist Gashao. Venye wasichana wanasema like sex as in relationship without sex, there is nothing like that. Ati haiwezi work. Yeah, it's like venye kwa Bible tumeambiwa, si tuliambiwa ladies should not wear trousers. Men clothes. No, lakini you know, hakuna mahali kuliambiwa like men should wear these or ladies. Bible simeambiwa ati don't eat sijui pork. Ni pork? Yes. Sasa siona kulanga. Mimi sikulangi pork. People anyway, do it. Okay, what you are trying to say, we are not encouraging this, So tulikuwa tunarudi so that we can speak about yes, as evangelist you have said, sex before marriage is a sin.
Yes, mimi niko na wewe, nimekushika mkono, lakini pia hawataki kuachwa. Side nyingine Wanasema hawataki kuachwa. Kila mahali na advantages na disadvantages. But now unaweza taka kwenda contrary na the will of God, then unini. But anyway, let's talk about the advantages and the disadvantages maybe of the withdrawal and all that. So, msichana sasa ni sawa. Ni masaa. Ni masaa ya kukulana. Okay, advantage, let's say advantage moja ni ati you get to feel the other person very well. Naelewa? Yeah. Unaelewa? Yes, naelewa. Feel the other person very well. Yes. Force issues. You're just there romantically unaelewa? Hizi vitu. Ni kidogo tu. Sasa tukifika tena advantages kiasi, nasikia hapo mtu early pregnancies. Hiyo ingine inakuanga gani? Early pregnancies. Nasikia mtu ameshikwa na gonorrhea because this person, maybe this lady or this man, ana enda nje. Unajua kuna watu wako na multi partners. Okay, azina kiwithdraw haizi kuambukiza any sickness. Unaweza? Yes, anaweza. Unaweza pata. Withdraw disadvantage ya